Mungu hakuwahi kuruhusu jaribu limpate mtu pasi na sababu yoyote. Kwa majina naitwa Emmanuel Isaya. Karibu tena katika kurasa nyingine ya simulizi nyingine ambayo tumepata kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kwenda kuisikiliza siku ya leo. Simulizi ya siku ya leo inaitwa Bartimayo Kipofu. Kabla ya yote ningependa kukualika ndugu mpenzi msikilizaji, uweze kusubscribe katika chaneli yangu ya YouTube ambayo inaitwa Unabii Tanzania au kwa kifupi ni TZ. Bila shaka utapata mafunzo mengi na elimu nyingi. Bonyeza alama ya kengele pale uwe wa kwanza kupata miendelezo na simulizi nyingi ambazo zitakuwa zinakuja kwenye chaneli hiyo ili zikujenge na kukukamilisha kufikisha pale ambapo Mungu anataka wewe kufika. Nipende kusema kwamba kila siku tunajifunza kupitia simulizi, kupitia hadithi, kupitia neno la Mungu. Basi na moja ya kujifunza ni kusoma katika simulizi hii. Simulizi ya leo inaitwa Bartimayo Kipofu. Na leo tunaenda kuianza kabisa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu ya Bartimayo Kipofu. Mungu awe pamoja nawe msikilizaji, twende tukaianze. Katika kipindi cha miaka ya 30 baada ya Kristo, katika mji mmoja wa Yeriko, pembezoni mwa kuta hizo alikuwemo ombaomba, na kwa mida saa 9 alasiri lilionekana kundi kubwa la watu wakiwa wamemzunguka mwanaume mmoja jina lake Bartimayo. Bartimayo hakuwa na uwezo wa kuona kama ambavyo Biblia inatueleza katika kitabu cha Injili ya Marko mtakatifu sura ya 10 kuanzia ile aya ya 46 mpaka 52. Ili kuweza kujipatia kipato, Bartimayo halikuwa hana budi ya kuingia katika kibarua cha kuombaomba. Na kazi ilikuwa ngumu kutokana na kwamba ombaomba walikuwa ni wengi. Wapo wako waliokuwa na ukoma, wapo ambao walikuwa ni virema, wengi sana ambao walikuwa wanahitaji kipato chao. Ili kuweza kujipatia kipato, Bartimayo alikuwa na njiwa wawili ambao aliwatumia njiwa hao kufanya vituko, na watu walipowaona njiwa hao waliburudika sana na kufurahishwa na jambo hilo, na kisha wangempatia hata senti moja baada ya kuwa wamefurahishwa na wale njiwa. Basi siku hiyo ilikuwa ni siku nzuri kwa Bartimayo kwa sababu mji wa Yeriko ulijawa na wageni wengi sana ambao walitoka miji mingine. Hivyo ilimfanya Bartimayo kupata kipato kwa sababu wengi walipendezwa na kile kituko cha wale njiwa ambao Bartimayo alikuwa anawatumia. Hata hivyo upofu wake usingeweza kumzuia Bartimayo kuwa na familia. Bartimayo alikuwa na mke mmoja na mtoto mmoja. Mke wake aliitwa Rebeka na mtoto wake kipenzi aliitwa Sara. Kila siku baada ya kazi ya kutwa nzima, Bartimayo aliweza kushika njia kuelekea nyumbani. Hata hivyo alimtumia mwana kondoo ili kumuongoza kumfikisha nyumbani. Hii ilikuwa ni desturi ya Wayahudi. Waliwafundisha kondoo kazi maalum ya kuongoza vipofu. Kwa kuwa Bartimayo alikuwa kipofu, naye ilimbidi kuwa na kondoo mmoja ambaye angemuongoza kumrejesha nyumbani kila siku anapoenda kazini, anaporejea nyumbani, hata anapoenda hekaluni. Alimtumia kondoo huyo. Hakika siku hiyo ilikuwa siku ya kipekee sana. Bartimayo alipata kipato cha kutosha. Ndani ya moyo wake alikuwa na bubujiko la furaha sana kwa kile Mungu amemtendea siku hiyo. Lakini alipofika nyumbani, furaha yake yote iliyeyuka ghafla tu. Baada ya kuhisi hali isiyo ya kawaida, alihisi hali ya tofauti. Daima alizoea kila alipofika nyumbani mke wake kipenzi angempokea na kumnawisha miguu kisha kumuongoza mpaka ndani. Lakini siku hii ilikuwa ya kitofauti. Alipokelewa na sauti ya mwanae aitwaye Sara iliyojawa na huzuni kusa.
Hivyo ikamshtua Batimayo kwa hofu, akauliza, kuna nini binti yangu? Mbona kama una huzuni sana? Sara akajibu, baba, hali ya mama si nzuri kabisa. Mara tulipoondoka asubuhi, hali yake ilibadilika. Mpaka sasa hajala wala hazungumzi kabisa baba. Mama amejilaza tu. Kwa taarifa hizo, Batimayo alitamani kukimbia aingie ndani haraka kumwangalia mke wake, lakini asingeweza. Nusura adondoke kutokana na kwamba hakuwa na uwezo wa kuona. Sara akamwahi na kumshika baba yake, kisha akasema, baba, taratibu, unaweza kadondoka hapa ikawa hatari tena. Akamshika baba yake mkono na kumuongoza mpaka ndani. Batimayo aliendelea kuuliza, unasema kwamba hajala chochote leo? Sara akajibu, hata hafungui kinywa chake baba. Tangia asubuhi hali imekuwa mbaya sana baba. Kwa hofu sana, Batimayo alipofika ndani, aliketi pembeni ya kitanda kidogo cha Wayahudi maskini sana na kuanza kupapasa wapi alipo mke wake, huku akionyesha huzuni sana. Mke wangu, niko hapa. Mama yangu, unaendeleaje? Lakini hata hivyo Rebeka asingeweza kuzungumza kabisa. Alibaki kumwangalia mume wake. Alitamani kusema neno hata moja, lakini hata hivyo homa kali isingeweza kumpa nafasi ya kufungua mdomo wake. Batimayo alipompapasa mpaka ushika mkono wake, alikuwa ameanza kuingia ubaridi, ishara ya kuwa roho ile ya mauti ilikuwa tayari kutawala mwili wa mke wake. Hapo Batimayo akasema, tafadhali usiniache mke wangu. Bado nakupenda, bado nakuhitaji. Wewe ni msaada, wewe ni maisha yangu, wewe ndo macho yangu mke wangu. Tafadhali usiniache peke yangu. Hakika Rebeka alitamani kumjibu mume wake, lakini hata hivyo asingeweza. Alijaribu kuinua mkono wake angalau kumshika mume wake, lakini asingeweza. Ndipo Batimayo aliamua kufanya maamuzi magumu sana.